Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi kwa watamazaji wetu na wasalimu katika jina safi la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ni asubuhi njema tena tumepatana mara nyingine katika runinga Walolwe. Mimi kwa majina naitwa Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo Yesu ni Mwokozi wa maisha yangu. Nafanya kazi ya huduma hapa Nairobi, mahali inaitwa Kibra. Hapo ndio tunahudumu. Tuko na kanisa pale karibu na shule ya Raila Education Center. Asubuhi njema Mungu ametuleta mara nyingine ili unene kwa neno lake takatifu. Nataka niwashukuru nyote ambayo mmepata nafasi ili tuwe katika ibada hiki. Nataka tufundishane leo kidogo katika kitabu cha Mwanzo. Nataka tusome katika kitabu cha Mwanzo. Nitasoma sura yake 26 katika kitabu cha Mwanzo. Tutasoma sura yake 26. Tuanzie mstari wake 11. Sura ya 26 mstari ya 11 tukiendelea. Biblia inasema ya kwamba hivyo Abimeleki akatoa amri kwa watu wote akisema, yeyote atakaye mnyasa mtu huyu au mkewe hakika ataua. 12. Isaki akapanda mazao katika nchi hiyo kwa mwaka huo huo, akavuna mara 100 kwa sababu Bwana alimbariki. Isaki akawa tajiri, mali zake zikaendelea kuongezeka mpaka akawa tajiri sana. Akawa na mfugo ya kondoo na ng'ombe na watumishi wengi sana, kiasi kwamba Wafilisti wakamwonea wivu. Kwa hiyo 15 madogo. Kwa hiyo visima vyote vilivyochimbwa na watumishi wakati wa Abrahamu baba yake, Wafilistia wakavifunkia wakavijaza udongo. Ndipo Abimeleki akamwambia Isaki, ondoka kwetu, kwa maana umetuzidi nguvu sana. Basi Isaki akatoka huko akajenga kambi katika bonde la Gerari, akaishi huko. Ndipo Isaki akavichimbua tena vile visima vya maji ambavyo vilichimbwa siku zile za Abrahamu baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu aliyetuumba kwa mfano wake mwenyewe. Asubuhi njema Bwana, tunakushukuru na kabidhi kila mmoja wetu ambaye amehudhuria Bwana ibada hii asubuhi. Bwana, wape neema ya kusikia neno lako. Wabariki kila mmoja wetu.
Asante Baba, kupitia yale neno umeweka katika kinywa changu. Wacha Bwana iwe baraka kwa mtu mmoja au wawili. Wacha Bwana iwe nguvu kwa wanyonge. Wacha Bwana iwe funuo kwa yule ambaye Bwana shetani amemuinukia. Asante Mungu wetu, mimenia Roho wako takatifu katikati yetu, ili neno lako lipate Bwana liwe na nguvu na ushindi. Yote nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Jinsi niliwaambia awali kwamba mimi ni mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Asubuhi njema Bwana ametuleta ili tusikie kutoka kwake, kwa sababu yale neno tutakaehubiri mara hapa ama kufundishana ni neno inayetoka kwake Mungu mwenyewe. Najua ni asubuhi, watu wako na mambo mengi. Kunaye wale wengine wanataka kuenda kanisani, kunaye wale wanaingia kazi, kunaye wale wanaenda biashara. Lakini ningependa nikwambie uchukue nafasi yako kidogo ili usikie neno la Mungu, kwa sababu kabla utoke asubuhi kunaye mzingi lazima uweke, na mzingi ni neno la Bwana. Kabla uondoke, Bwana yu tayari kunena nawe. Nimesoma katika kitabu cha Mwanzo 26 aya madogo 11 hadi 16. Biblia inasema ya kwamba wakati wa agano kulikuwa na Isaka ama Isaki mwanawe Abrahamu. Kulikuwa na njaa kuu iliyotoka mahali Isaki alikuwa naishi. Akaamua kuondoka kuenda kutafuta chakula. Alipoenda alikutana akiwa kwa nchi ya Wanafilisti, ambao mfalme wao alikuwa anaitwa Abimeleki. Huko alipoenda aliondoka pamoja na mkewe, na akiwa pale alidanganya ya kwamba mkewe ni dadake. Wale wakamlaki kwa sababu tayari alikuwa anajua vizuri ya kwamba akisema ya kwamba Rebeka ni mkewe, anaweza uliwa na kunyang'anywa. Ndio maana aliweza kudanganya Wanafilisti ya kwamba Rebeka ni dadake. Biblia inasema ya kwamba wakati Isaki alikaribishwa pale, ikawa maisha yake ikaanza kuendelea vizuri. Na siku moja malaika wa Mungu akaanza kunena, kwa sababu Abimeleki alikuwa anataka kumnyang'anya, kuchukua mkewe ni Rebeka huyo. Na malaika wa Mungu akatuma malaika zake na akanena na Abimeleki mfalme ya kwamba asiwahi guza Rebeka, sababu huyo ni mkewe Isaki. Na siku moja tena wakamuona Isaki akicheza pamoja na Rebeka. Hapo ndio walikuja wakagundua ya kwamba kumbe huyu siyo dadake tena, lakini ni mkewe, na tayari Mungu pia alishanena nao. Siku hiyo mfalme Abimeleki akaita Isaki na akamuuliza, mbona umetudanganya? Unataka Mungu atuchape kwa nini? Ama hasira ya Mungu ije kwetu?
hiyo siku alitoa amri. Hapo penye nimeanza kusoma mstari wa 11. Abimeleki akatoa amri. Biblia inasema hivyo, Abimeleki akatoa amri kwa watu wote akisema, yeyote atakaye mnyasa mtu huyu au kwenye hakika ataua. Isaki akapanda mazao katika nchi hiyo. Kwa mwaka huo huo akavuna mara 100 kwa sababu Bwana alimbariki. Wakati Mungu alifanya agano pamoja na Ibrahimu, Abrahamu, Mungu akamwambia, mimi Mungu nitakubariki mpaka uzao wako wanne. Na Mungu ukifanya naye agano haezi akabadilika, kwa sababu si binadamu. Jinsi Mungu alifanya agano na Abrahamu ya kwamba mimi nitakubariki. Isaki alipoenda kule, njaa ilimtoa akaenda kwa nchi ya Wafilistia. Baada ya kudanganya Wafilistia ya kwamba Rebeka ni dadake, bado Mungu alikuwa naye. Biblia inasema ya kwamba Abimeleki akatoa amri ya kwamba yoyote atakaye mnyanyasa huyu atauliwa. Na mwaka huo huo Isaki akapanda na alivuna mara 100, jambo ambalo haikuwa imefanyika katika nchi ya Wafilistia. Yeye alipanda na akavuna mara 100 kushinda wana Filistia. Na Mungu pia akambariki kwa mfugo. Alikuwa amefuga kondoo na ng'ombe. Mungu akambariki mfugo hapo mpaka wana Filistia wakaanza kukua na wivu. Biblia inasema ya kwamba Isaki akapanda mazao katika nchi hiyo. Kwa mwaka huo huo akavuna mara 100 kwa sababu Bwana alimbariki. Isaki akawa tajiri, mali zake zikaendelea kuongezeka mpaka akawa tajiri sana. Akawa na mfugo ya kondoo na ng'ombe na watumishi wengi sana, kiasi kwamba Wafilistia wakamwonea wivu. Ni Mungu ndiye alimbariki. Akitoka kule Mungu alimbariki mpaka akakuwa na mifugo ya ng'ombe na kondoo. Akawa tajiri sana katikati ya maadui. Wale Wafilistia hawakuwa watu wa kwao. Yeye alikuwa anaishi kwa nchi ya wengine. Lakini hata akawa pale, Mungu bado alikuwa anambariki. Akipanda, Mungu anabariki mpaka anavuna mara 100. Na kwa Wanafilistia walikuwa wanapanda, lakini hawakuwa wanapata mavuno jinsi Isaki alipata kupitia kufuga kondoo na ng'ombe. Bado Mungu alikuwa anaonekana pale mpaka wakamwonea wivu, kwa sababu Isaki alikuwa sasa tajiri kwa nchi ya wengine. Wakawa na wivu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo Mungu amenipa neno ambalo ningependa tufundishane. Wakawa na wivu na Isaki, na huyo Abimeleki mfalme akamwambia, ndipo Abimeleki akamwambia Isaki, ondoka kwetu, kwa maana umetuzidi nguvu sana. Ondoka kwetu. Mungu anaweza akakubariki mahali mnafanya kazi, mahali pako pa kazi, wewe ndio sasa uko na baraka, umebarikiwa, pengine uko na uhusiano nzuri na mkubwa kwa sababu ya kazi unayofanya pale. Pengine mahali unafanya biashara yako inanawiri,
mpaka wale unaofanya nao biashara wanakuonea wivu kwa sababu Mungu amekubariki. Na hiyo inaleta mgogoro, watu wanaanza kupiga vita. Hata katika ndoa utakuta ya kwamba Mungu amebariki ndoa yako, mpaka jirani ambaye hata sio mtu wa ukoo wenu anakuonea wivu kwa sababu Mungu amekubariki. Lakini ninachojua ya kwamba baraka ya Mungu huwezi ukazuia. Yale Mungu alikuwekea inaweza kuwa imechukua muda, lakini haitakosa kutimika. Kila mtu ana baraka yake. Umengoja kwa muda, wakati wa Mungu ndio nzuri. Subiri. Isaki akasubiri pale na Mungu akambariki kwa nchi ya ugeni. Na pale wana Filistia wakaanza kumuonea wivu. Alafu Abimeleki akamfukuza, akamwambia, ondoka kwetu kwa sababu umetuzidi nguvu. Mungu anaweza kubariki mpaka uanze kuwa na maadui wengi. Hata wale walikuwa wanaonekana ni marafiki wanaanza kuwa maadui kwa sababu Mungu amekubariki. Mpaka yule ulikuwa unamwamini sana anakuwa adui. Isaka aliishi pamoja nao kwa sababu tayari walimkaribisha. Na wakati Mungu alianza kumbariki, unaweza kuwa na watu wa ukoo, unaweza kuwa na watu katika jamii, lakini ukiombaomba watafurahia. Wakati umeanza kubarikiwa, hapo ndipo utaanza kuona maadui. Hapo ndipo utaanza kupitia machungu, kwa sababu utapigwa vita, kwa maana Mungu amekubariki. Wakiona hata umebarikiwa Bwana Yesu asifiwe, na kazi nzuri, wanaanza kuangalia jinsi utaanza kupigwa vita, unaanza kurudishwa nyuma, unaanza kuharibiwa majina. Hiyo ni wivu. Biblia inasema walipoona ya kwamba Mungu amembariki Isaki na kondoo na ng'ombe na mazao, Abimeleki akamwambia, ondoka kwetu kwa sababu umetushinda nguvu. Na Biblia inasema ya kwamba basi Isaki akatoka huko akajenga kambi katika bonde la Gerari. Aliweza kuhama kwa sababu hakuwa anataka vita. Kama unataka kuwa na baraka za Mungu, usiwe yule mtu ya kupenda vita, yule anataka wengine waangamie, yeye ndiye apate. Mahali popote uendapo, wewe unaleta vita. Hata wewe mama umeenda chama, umejoin chama fulani, hapo unapeleka vita. Umehamia kanisa fulani, ukaenda kanisa lingine, wewe ni wa vita tu, unaleta mgogoro pale, uko na mambo ya kusengenya. Isaki alikuwa mtu wa kupenda amani. Alipoona ya kwamba wana Filistia sasa wanamuonea wivu na wakamfukuza, alichukua mali zake zote akahama. Biblia inasema ya kwamba alienda akajijenga katika bonde ya Gerari. Alihama kwa wana wa Filistia akaenda Gerari. Na yule Mungu amembariki, hata ukihama utoke katika kambi hili uende katika kazi lingine, bado Mungu atatenda miujiza pale ukiwa mjini, kwa sababu Biblia inasema, ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Biblia inasema ya kwamba mimi Mungu nitawabariki mkiwa mjini au mkiwa nyumbani. Na ni Mungu ni amenena. Isaki akaondoka katika nchi ya wana Filistia, akaenda akajenga kambi katika
bonde ya Gerari, lakini pale bado Mungu alikuwa anambariki. Jinsi Biblia inatuambia ya kwamba tayari Mungu alishambariki hata na watumishi wengi. Alikuwa na watumishi wengi sana pale, tena Mungu akaenda akambariki. Na Biblia inasema ya kwamba basi Isaki akatoka huko akajenga kambi katika bonde la Gerari. Bwana Yesu asifiwe. Akaishi huko. Ndipo Isaki akavichimbua tena vile visima vya maji ambavyo vilichimbwa siku zile za Abrahamu baba yake, ambavyo Wafilistia walivifukia baada ya kufa Abrahamu. Akavipa majina yale yale ambayo baba yake alikuwa amevipa. Wakati Isaki alihama kwa nchi ya Wanafilistia, akaenda pale bonde ya Gerari, akajijenga kambi pale. Na tunapata ya kwamba wakati wa Ibrahimu kuna visima, kwa sababu Ibrahimu pia Mungu alimbariki. Kuna visima babake Ibrahimu alikuwa amechimba, na baada ya kufa kwa babake Abrahamu, Isaki alipoenda pale akihama kwa nchi ya Wanafilistia, alianza kuvichimbua vile visima. Watumishi wake wakaanza kuvichimbua. Kini cha ambalo tutanenea siku ya leo ni kuvichimbua visima vilivyochimbwa na mababu zetu ama baba zetu. Kuvichimbua tena mara nyingine. Isaki alipoenda pale katika bonde ya Gerari, akaanza kuvichimbua visima. Hizo visima zilikwemo, lakini vilisibwa. Walirudisha udongo wakaziba visima. Na Isaki alipoenda pale akaanza kwa kuvichimbua. Na ndipo Biblia inasema ya kwamba ndipo Isaki akavichimbua tena vile visima vya maji ambavyo vilichimbwa siku zile za Abrahamu baba yake, ambavyo Wafilistia walivifukia baada ya kufa Abrahamu. Akavipa majina yale yale ambayo baba yake alikuwa amevipa. Watumishi wa Isaki wakachimba katika lile bonde, wakagundua huko kisima chenye maji safi. Lakini wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaki, wakisikia maji haya ni yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe ya leo ni kuchimba tena zile vizima zilizozibwa na maadui. Kuna watu wengi walikuwa na kisima. Kisima inaweza kuwa bahati, kisima inaweza kuwa fweni, kisima inaweza kuwa nyota. Na kunaye wale wanateseka sasa, lakini nyota yao iko, iliweza ikazibwa na maadui. Wakati Isaki alihamia pale Gerari, watumishi wake wakaanza kuchimba visima, kuvichimbua tena. Na wakati watumishi wake walikuwa wanachimba kisima zilizo zibwa, zilikwemo wakati wa Abrahamu, lakini
maadui waliweza wakaziba. Wakati walianza kuchimba, wakaanza kupata maji, na ilikuwa maji safi. Hapo ndipo wanagerari pia wakainuka, wakaanza kugombana na watumishi wa Isaki. Kunaye wale wanateseka sasa. Sio kwamba hawana bahati, bahati ilikuwemo, lakini maadui walikuja wakaziba. Waligombana nawe, waligombana na babu, waligombana na baba yako, waligombana na mama mzazi, mpaka wakaziba. Nyota yake ilizibwa. Hao ni maadui. Jinsi tunanena, kunaye wale wanatafuta kazi, lakini kazi imezibwa. Unajaribu kuchimba ndoa iweze ikasimama, lakini maadui shetani anaziba, anarudisha uchafu na ugomvi, analeta vita. Uwezi ukakaa na amani kwa ndoa. Nini fanyika? Ni ndoa ya vita. Kila asubuhi, kila usiku watu pigana. Wewe unaondoka. Jinsi tunanena mama, uko katika ndoa ya 5. Sio kupenda kwako. Kisima imezibwa. Na hivyo ndivyo waliweza kuangaisha mama aliyokuzaa. Pengine walianza na babu akateseka. Kijana sasa hivi tunayenena, una bahati, kwa sababu shetani adui alianza na babu kwa njia ya kuoa. Yeye alikuwa naoa na wake wanaenda, akifa kama ana mke alizikwa hivyo. Nini ilikuwa inaendelea? Kisima ilikuwa imezibwa. Isaki alipogundua ya kwamba hapa Gerari kunaye vizima ambavyo baba yangu Abrahamu alikuwa amevichumbua, alianza kuvichimba tena. Kunaye yale kitu unaweza anza kutafuta yale iliyopotea. Ilikuwa kwa mababu, ilikuwa kwa wazazi, lakini wewe unapokuwa unapata kama aziko kupitia Roho Takatifu na kupitia wokovu, unaanza kuzitafuta tena mara nyingine, kwa sababu sasa wewe una Mungu. Wazazi pengine walizibiwa mavizima kwa sababu hawakuwa na Mungu. Wengine waliwaendea kwa waganga wakawaua. Ni boma ya majuto. Watu wanang'ang'ania ardhi. Biblia inasema watumishi wa Gerari walianza kung'ang'ania visima na watumishi wa Isaki. Ni nini inaleta mgogoro? Ni nini inang'ang'aniwa hapo mpaka inaleta kifo? Watu wamekufa katika hiyo boma kwa sababu ya kung'ang'aniwa vitu. Wengine wanaenda kwa madawa kutafuta waganga kwa sababu kunaye kitu watu wanang'ang'aniwa. Leo hii nimekuja nikuambie ya kwamba huu ni mwaka wa kuvichumbua tena visima vilivyozibwa na maadui. Hata kama waliziba tumbo lako, uwezi ukapata mtoto, uwezi ukabeba mtoto bana, wameziba. Nimekuja nikuambie ya kwamba Mungu aliyetuumba, Mungu aliyekuumba kwa mfano wake, ameleta uwezo na uwepo ili uchimbe tena kisima iliyozibwa. Hata kama waliziba masomo ya watoto, Mungu awezaye yote ameinuka na lazima uanze kuzichimba tena. Hata kama waliziba bahati katika ndoa, hata kama waliziba
njia ya kazi, au ni wagerari hao, ni maadui, hawataki uendelee vizuri, hawataki uishi kwa amani. Nimekuja nikuambie dada, nimekuja nikuambie ndugu yangu, ya kwamba Mungu anaweza. Hakuna lisilo gumu kushinda Mungu. Mahali tumefika, nataka tuombe pamoja nawe. Sijui ni mahali gani, sijui ni wapi unaona imezibwa. Isaki alikuwa anachimba vizima, lakini maadui, watumishi wa Gerari, wanang'ang'ania, wanarudisha udongo kwa vizima. Ndipo akaenda mahali pazuri, mahali pa kutosha, Mungu akampa. Hata wewe Mungu anaweza kurudishia yale uliyopoteza. Yale yote uliyopoteza, Mungu ako na wewe. Hata kama ni karo ya shule, Mungu anaileta kwa imani. Wacha tuamini na tuombe pamoja nao. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu asiyeshindwa. Umenena nasi Bwana kuhusu kuchimba tena vizima zilizozibwa na maadui. Leo hii Bwana, muonekania huyu mama, muonekania huyu ndugu, muonekania huyu mjane. Baba, njia zake zote zimezibwa. Anajaribu kufanya biashara lakini hafaulu. Huyu mama amejaribu ndoa mara nyingi, na adui shetani anakuja anaziba. Na nena baraka kwake, na nena ushindi, na nena uwezo, ili Bwana achimbe tena zale vizima zilizozibwa. Asante Baba, hata katika maisha ya huyu mgonjwa, umponye Mungu wetu. Huyu ambaye anatafuta kazi, uweze Bwana ukamfungulia mlango. Asante Bwana kwa kila mmoja ambaye Bwana ulimleta akasikia neno lako, na watumishi wote ambao wanahubiri neno lako katika hii runinga. Bwana, wainue mwaka huu, utuonekanie. Nimeomba hayo yote hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Ni mimi mtumishi Ayub Ouko. Jinsi niliwaambia awali, tunafanya kazi ya huduma pale Kibra. Ukiwa hapa Nairobi na ungependa kuja kuomba pamoja nasi, tuko Kibra. Ukiwa hapa Nairobi, pandia gari pale Kencom, gari namba 32 KBS ama Sitiopa, itakuleta mpaka Karanja. Shukia hapo, kanisa liko pale karibu na shule ya Raila Education Center. Ukiwa mbali, unipigie simu. Ukiangalia pale chini utaona nambari zangu pale. Nitasoma ili kama unaweza andika. Ukiwa mbali, unipigie tuombe pamoja nawe. Namba yangu ni 0727385424, 0727385424. Namba nyingine za Airtel ni 0734434156, 0734434156. Unipigie simu. Wengi wamenipigia wakawa na ushuhuda kwa yale Mungu anatenda kwa maisha yao. Haijalishi waliziba nini, haijalishi walienda wapi, hata kama walipeleka nyota yako kwa ganga, Mungu wetu ana uwezo ya kurudisha. Mwaka huu lazima Mungu afungue kila lango iliyofungwa na maadui. Hiyo ndio ujumbe langu ya mwaka huu. Mungu huu ni mwaka wa kufungua kila lango iliyofungwa. Hata vizima waliofunga katika maisha yako, katika kazi yako, katika ndoa yako, lazima Mungu afungue. Bwana nawabariki sana. Tuko pale Kibira. Na wakaribisha nyote kwa ibada ya kesho. Tunaanza ibada saa 4 mpaka saa 7 tumemaliza.
karibu sana unipigie. Mungu nawe nanyi, tukutane tena siku ya Saturday kuanzia 2:30 mpaka 3. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you